Nimukwenda kuigua njamba ya kuria Embu. Nimumiui. Itagwo atia? Mheshimiwa Speaker Attorney General Justin Bidan Muturi. Niwega. Thank you. Asante sana. Nafikiri hata mimi wacha nichukue muda ambao si mwingi sana. Kwanza nishukuru viongozi wote ambao leo wameitika mwito wa kuja kumzindikisha dada yetu, rafiki yetu Martha Wangari Karua alipotualika kuja kufanya reciprocal visit to His Excellency Rigathi Gachagua. Alifanya vyema. Naye Martha akafanya tena zaidi wema, akasema hata kama alikuwa anakuja kurundisha mkono, angetaka ndugu zake, marafiki zake kutoka kote nchini wanje wamzidikishe na waweke ushuhuda kwamba amefanya vile alikuwa ametuambia atafanya, kurundisha mkono. Ndio gethwaire na muno no akwaria kurudisha mkono ke no konege koyole ne gushokia guoko. Si ndio hiyo? Gushokia guoko. Sasa kwa kizungu sasa sijui Eugene utatuambia hii returning the hand, is it? Wacha niseme hivi. Kwa sababu yale ambayo tungesema ni mengi sana, na mimi naona kweli tumeketi muda mrefu. Rais William Ruto alipokuwa hapa State Lodge Sagana, among other things alisema kwamba ati JB Muturi alikosea, hakujua, na mimi nilimwandikia barua mara ngapi? Nikamwambia kama mkutano ya cabinet haitajadili mambo ya abductions and extrajudicial killings, sitakuja. Lakini kwa sababu jamani muongo, alipopelekewa barua ya kwanza, mkutano ulikuwa Kakamega tarehe 21 Januari mwaka huu, alisoma. Mwenye kumpelekea aliniambia aliona kama yeye alikuwa anatafuta pahali anaweza kutorokea chini, kwa sababu aliona kama yeye mwenyewe anaweza kukuliwa, kwa sababu mwenye kupeleka alikuwa amesoma content. Because William Ruto alipochukua hiyo barua, wale wengine cabinet wote hakuna mtu alijua kama Muturi ameandika barua akasema sitakuja hiyo mambo. Akaita mkutano wa pili mwezi tarehe 11 Februari. Tarehe 10 mimi nikamwandikia barua, nikamwambia ile maneno nilikuambia Januari, Senate, cabinet haiwezi kuwa is the highest decision making organ of government and it has not expressed itself on this question of abductions and extrajudicial killings. Ruto kupokea barua tena, hata wenzake wa cabinet hakuna mwenye anajua kama niliwaambia sitaenda na sababu. Na nikamwambia kwa hiyo barua, hata kama ulipokuwa challenge na Raila kule Homa Bay on December 27th, uliapa atutamaliza mambo hizo za abductions na extrajudicial killings. Kama rafiki yangu Eugene huko ako hapa, of course hata siulizi dadangu Martha na Dr. Kalonzo Musyoka. Sasa hii maneno hata sijui kama inatakiwa kupelekwa kotini. Si tunajua nani alisema atamaliza. Kwa hivyo nani alikuwa anafanya hiyo mambo? Cabinet is for jadiliana mambo. Ni kumaanisha hata cabinet unaivuruta ikue iko part of that cover up. Na vijana wetu ni wengi wameuawa, wengine mpaka waleo tujui wako wapi. Relatives, parents
are grieving. Nikamwambia Rais Ruto, hili si jambo rahisi. Na hao wazazi, mimi nilikuwa na bahati, nilikuja kwako, ukaachilia, ukasema, ukapigia Nurdin na kijana wangu akaachiliwa. Nurdin alisema, Your Excellency, in 1 hour atakuwa ameachiliwa. Na kweli within 1 hour alikuwa ameachiliwa. Sasa dadangu mother, ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka, ndugu yangu Eugene, wanasheria wakuu, do we need to go to kweli wa Kenya? Hilo ndilo swali nilikuwa nauliza, na nilikuwa naiweka at his doorstep, at his doorstep, sorry. Kwa sababu nani amefanya hiyo maneno? Alafu ati anasema watu wakikutana wakuwe na agenda ya kuambia watu ati atakuwa ataongea yake, iko mtihani itakuwa ikifanywa, ati watu watajua ati ameweka hospitali, amejenga manyumba. Ni kazi ya national government kujenga manyumba? Na Wakenya, mimi nataka kutoa mjadala leo. Tuacheni governors, ndugu yangu, rafiki yangu Kahiga. Hii mambo watu wanajifanya ati kila siku, hata nimeona rafiki yangu Kangata ati ameenda kotini ati mpewe pesa ya kupeana basari kwa watoto. Hebu niulize, MCA anasema anapeana basari, MP from the 290 single member constituencies anapeana basari, woman rep anapeana basari, governor anapeana basari, minister anapeana basari, president anapeana basari. Wapi formula ya kupeana hizo basari? Why are we reducing ourselves? Ruto has made himself an imperial president. Watu wajana pale kupiga magoti. Governor, tafadhali, don't go to beg that person. Mtu mmoja ati mkienda pale, ati governor mkienda, tafadhali tungetaka tupewe. Kwani ni tafadhali, si katiba inasema mpewe? Rais Kibaki gave us free education. Can we implement free primary, free secondary education? Tuachane na mambo ya basari. Hiyo pesa ipelekwe kwa mashule. Kwani hiyo iwezekani? Dr. Fred Matiang'i, I'm very happy about what you did in that ministry. I mean, we know how many children are in school. Hii mambo ya basari ni kwa mambo, we are being put to be beggars. Tukue ni watu tunataka governor anakuja, unajua tunataka mwachilie pesa tukapeane basari. Niliona juzi National Assembly rafiki yako Robert Mbui, tunataka hii CDM tukapeane basari. Jameni, hii lazima tukome, na itakoma tu kwa njia moja. Hii mtu, na wacha niwaambie kwa sababu gani. Ruto